Mbona unasahau kirahisi? Umepeleka wapi kumbukumbu zako? Ni Suzi ambaye alikuwa anakusaidia kwenye kila kitu. Alikulipia kodi kipindi kile unaishi pale kwa Sabakari. Sabakari alivyokuachia ghetto na kwenda South Africa. Hata simu unayomiliki haikuwa kwako mwanzo. Ni yeye amekupatia. Mapenzi yapimi kwa kitu. Wewe sio bure. Unamaanisha nini? Wewe mlugwa. Na aliyekuloga ni Janet. Una mke wangu hawezi kuwa mchawi. Na usirudi kusema tena hivyo. Mjumbe. Sioni kosa langu kwako. Kila ninapouliza akili yangu, laiti ningekuwa nimekukosea, ningejua upo mbali na mimi kwa sababu ya hicho nilichokifanya. Na nikiyatazama macho yako, yana hisia nyingi za kimapenzi juu yangu. Hebu acha kujidanganya Suzi. Macho yako yanakuongopea. Kiufupi sina hisia zozote za kimapenzi. Na hata hapo uliponishika nahisi baridi kama maiti. Kwa hiyo usipoteze muda wako. Lakini ni mimi niliyekuvumilia kwa kila kitu. Niliyekusamea hata uliponikosea. Nilikubali hata kugombana na kaka yangu kwa ajili yako. Haya ndo malipo yangu. Haya wala sio malipo. Haya ni matokeo katika muda. Vitu huanza na vitu hufika mwisho. Na huu ndo mwisho wa mimi na wewe. Nimekuwa mwelewa basi. Naelewa. Kila chenye mwanzo lazima kiwe na mwisho. Lakini kina sababu. Laiti ningejua sababu ambayo inakupelekea wewe huko uwe mbali na mimi, nisingekuwa hapa. Ningekubali hata kuendelea na maisha yangu. Kwa hiyo unataka kujua sababu ni nini? Kwa sababu sina hisia na wewe. Hisia zangu zipo kwa mwanamke wangu Janeti. Ninampenda sana Janeti kuliko kitu chochote katika hii dunia. Kwa hiyo kaa mbali na mimi kabla sija kufanya kitu kibaya. Chana. Tania! 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 Tania. 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 Mamdogo. Najua hujategemea kuniona. Tania wa nini? Tania. Nilikuwa na shida naye tu. Shida ipi? Ya kawaida tu mdogo. Hebu usinichekeshe. Shida ya kawaida wakati wewe na yeye ni jinsia mbili tofauti. Tania. Aleta kitu chake pale usini kwangu ili nimchongee. Oh. Kwa hiyo umebobea kwenye ufundi? Mdogo. Na kifisi changu hapo sio mbali sana na hapa. Wewe. Na? Vipi dadako yupo? Yupo. Salimini.
hakuna anayeweza kunielewa zaidi ya mimi mwenyewe vile ninavyojisikia. Nahisi hisia zangu zimegandamizwa na kitu kizito, na moyo wangu unashindwa kudunda. Hapana Duku, kukaa naye mbali kwa kuogopa ni kuzisaliti hisia zangu. Najua unachokimaanisha na nahisi unachokipitia, lakini kwa sasa unatakiwa kumpa muda Rashidi, maana Rashidi huyu sio Rashidi wako. Hata ukitazama macho yake utaelewa nini anamaanisha juu yako. Duku, ni mimi niliyemsamehe kila aliponikosea, na wewe ni shahidi. Unafikiri wewe ulikuwa ni ujinga? Ni mapenzi na imani ya kuamini binadamu ni wakosefu na tunajifunza kupitia makosa. Lakini kwa nini iwe hivi? Kwa sasa nachoweza kukuomba ni wewe kuwa mbali na Rashidi kwa sababu ya usalama wako. Najua unajua nini namaanisha. Na kuhusu swala la wewe kurudiana na yeye, niachie mimi, nitakusaidia Suzi. Naweza kupata maji ya kunywa? Furaha yako ni kuendelea kumwona mdogo wako akizini. Amefanya maamuzi ambayo wanawake wengi hawawezi kutokana na umri wao, wakiamini muda wao bado kuingia kwenye ndoa. Maamuzi aliyofanya ni mazuri ya yeye kuingia kwenye ndoa, lakini mtu ambaye anataka kuingia naye kwenye ndoa sio sahihi kwake. Usitaki kuniambia kwamba na wewe hauijui vizuri tabia ya Mashunda. Wewe unakifahamu unachokisikia kuhusu Mashunda, lakini ufahamu Mashunda mwenyewe. Kuna tofauti gani kati ya ninachokifahamu na yeye mwenyewe? Ungemjua yeye mwenyewe, ungejua hata na matatizo yanayopitia. Na yeye mwenyewe sio sababu. Sababu ni nini? Familia yake. Na yale yale tu. Tunaweza kwenda kuongelea chumbani. Yale ukali Hatari. fundi kukimbia kazi yake. Etio fundi hayupo, mara mi sio fundi. Vipi, kuna tatizo? Mbona usemi chochote na unaonekana uko sawa? Nahisi Rashidi hayuko sawa. Natakiwa kwenda kwa kina Rashidi. Alafu leo jioni tutakuwa na kikao pia. Oho. Alafu mamdogo aliniambia anakuja leo. Asije akawa amefika alafu mimi hajanikuta. Jamani, ngoja mimi niwaache. Nakuja.
Mnanijaribu na mniwezi. Hii ni sindano ndogo inayoshona makoti makubwa, na kuanzia leo hizi taarifa mtakuwa mnazinunua, maana zinataka zimtoe roho. Huyu mtoto mshenzi aloshaniwe. Oh. Mamdogo, kumbe umefika muda. Msichana mzuri lakini mchafu. We kazi yako kuzurura tu, si ndio? Amna mamdogo, kuna sehemu tu hapo kidogo nilichelewa. Yaani mundani panavyoelekea toka aondoke mwenyewe. Hapa hajafanyiwa usafi kabisa. Hapana mamdogo, nafanyaga mara moja moja. Hichi nini? Hichi nini? Hebu shika huko na uniletee begi langu huko chumbani kwenu. Aya sawa mamdogo. Sasa ndo nimefika. Safari zako za kijinga sizitaki. Nataka mimi na wewe twende sawa. Umenielewa? Hivi tu hayupo. Mjumbe. Bado mjumbe tu? Aisi anapambana sana. Ngoja nimalizie usafi nitaenda kumuona. Uniletee hilo begi. Nashukuru kwa kuelewa, lakini naomba usibadili maamuzi yako. Umeanza lini kutokuniamini? Haimaanishi sikuamini, lakini nakujua vizuri wewe. Kuwa na amani. Pia asante kwa ulichonifanyia. Tulichokifanya haimaanishi kwamba ugomvi wetu umeisha. Ni vile tu nilikumisi pia. Vipi? Sanuri wanajua tayari? Hapana. Ana anachojua. Kwa nini? Nikitaka ajua angeshajua tayari. Nakupenda sana. Uwepo wako kwangu ni faraja. Usaliti chanzo cha chuki na vita ya ndoa, na ndoa bila uvumilivu huvunjika bila huruma. Nakupenda japo umekuwa mwiba kwangu kila siku. Nakupenda sana. Mtaalamu cha kubanga. Naam. Kwenye sura yako kabisa linaonyesha lipo jambo linalosumbua akili yako, si ndio? Ni mambo ya kifamilia tu haya Mino. Najua. Ulifikiri kumpelekea hilo ua ndo atakusamehe? Wewe umejua? Wala hahitaji degree kujua. Sasa hilo ua mkononi la Nina, au umekuwa nyuki unaenda kutengeneza asali? Umeshaanza Mino. Halafu hivi hizi taarifa au unazitoleaga wapi? Mimi zinanifuataga tu zenyewe.
kama ulivyokuja ofisini kwangu, na usichokijua kwenye hii dunia mtu atakunyima maji, ila sio neno, hasa likiwa baya. Haswa wewe si mzee wa taarifa kwa umma bwana. Sasa mimi nataka nikupe mbinu ya kutatua tatizo lako. Mbinu gani? Unahisi anastahili unachomfanyia Suzi? Kipi anastahili kufanywa na mimi? Kuwa naye kama zamani. Kwa sasa haiwezekani. Kwa nini haiwezekani? Kwa sababu hisia zangu hazipo kwake. Kwa hiyo hisia zako zipo kwa Janet. Hilo ni jibu Duku. Si ndio wewe ulikuwa mtaki Janet? Ulikuwa unamsogeza mbali kila anapokusogelea karibu. Vipi leo unamkumbatia? Mambo badilika. Hayo vile vile kila siku. Mbona unasahau kirahisi? Umepeleka wapi kumbukumbu zako? Ni Suzi ambaye alikuwa anakusaidia kwenye kila kitu. Alikulipia kodi kipindi kile unaishi pale kwa Sabakari. Sabakari alipokuachia ghetto na kwenda South Africa. Hata simu unayomiliki haikuwa kwako mwanzo. Ni yeye amekupatia. Mapenzi yapimi kwa kitu. Wewe sio bure. Unamaanisha nini? Wewe umelogwa. Na aliyekuloga ni Janet. Una mke wangu hawezi kuwa mchawi. Na usirudi kusema tena hivyo. Inauma lakini haina budi, machozi yakitiririka, akilazima ibaki hai. Hey, mjumbe, usifumbe macho. Hey, mjumbe, sheria ifuate mkondo wake. Tena mjumbe, tetea haki zetu, na sisi tutatii sheria bila shuruti. Lakini mjumbe, ukizinua utajua nguvu ya jamii unayoiongoza. Kaguo